pili inafuatana kidogo na hiyo, inafanana kidogo na hiyo. Rais wa nchi yetu anachaguliwa kutokana na katiba ya Tanzania. Na kisha kuchaguliwa anaapishwa. Kama ni Mkristo kwa Biblia, kama ni Muislamu kwa Qur'ani. Hatujachagua mtu asiyeamini Mungu, lakini tukimchagua tutatafuta utaratibu wa kumwapisha. Ataapa hata asiyekuwa muumini, tutamwapisha kwamba atailinda na kuitetea katiba ya Tanzania. Asipoilinda tunamjua ni msaliti. Tutamwapisha, ataapa lazima kabisa, hata kama hasimumi. Na kwa katiba yetu sisi si lazima mtu awe mwamini Mungu kuwa rais, hata kidogo. Lakini tutamwapisha. Umechaguliwa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, unaapa kuilinda, ataapa kwa huyo Mungu wake au kwa akili yake anayojua, lakini atatuapia. Ataapa kusudi tuweze kumshtaki, kusudi tuweze kumshtaki kama akikeuka. Hapa katikati kumetokea na kupuuza katiba, ufa wetu wa pili. Hatuwezi kuendelea kupuuza katiba. Katiba ndiyo sheria ya msingi. Sheria nyingine zote zinatokana na katiba, haiwezi kupuuzwa. Hatuwezi kuendelea na utaratibu wa kupuuza katiba ya nchi yetu, au kuwa na rais anaionea haya kuitetea katiba, naye amechaguliwa kwa mujibu ya katiba hiyo, ameapa kuilinda katiba hiyo, alafu anaona haya kuitetea katiba hiyo. Mtu ambaye hawezi kuitetea katiba ya nchi yetu, hawezi kuilinda, hawezi kuisimamia, baada ya kiapo hatufai. Hafai. Haya, akaendesha shamba lake huko.